Mauaji ya kimbari yaliyotokea huko Rwanda ni mojawapo ya matukio ambayo yanatisha zaidi katika historia ya mwanadamu. Kwa siku 100 mnamo mwaka 1994, nchi hii ndogo ya Afrika Mashariki iligubikwa na kampeni ya kutisha ya mauaji ya halaiki. Jirani aligeuka dhidi ya jirani na rafiki dhidi ya rafiki. Lakini ili kuelewa jinsi unyama huu ulivyotokea, lazima turudi nyuma karne moja iliyopita. Mbegu za chuki hii hazikupandwa na Wanyarwanda wenyewe, bali na wakoloni. Kwanza Wajerumani na baadaye Wabelgiji walipowasili Rwanda walikuta ufalme dhabiti. Wakati huo utambulisho wa Mhutu na Mtutsi ulikuwa wa kijamii zaidi kuliko wa kikabila. Uliweza kubadilika kulingana na utajiri au idadi ya mifugo. Hata hivyo, wakoloni walileta mfumo wa ubaguzi, wakidai kuwa Watutsi walikuwa na asili ya kigeni na hivyo walikuwa bora kuliko Wahutu ambao walionekana kama wakulima wa kawaida tu. Mnamo mwaka 1933, Wabelgiji walifanya uamuzi uliokuja kugharimu maisha ya mamilioni. Walianza vitambulisho vya lazima vya ukabila. Kuanzia hapo, kila Mnyarwanda alijulikana kwa kabila lake na fursa za elimu na kazi zilielekea kwa wachache. Wanyarwanda hawakupenda jambo hili na hasira ilikuwa chini kwa chini na ililipuka mnamo mwaka 1959. Mapinduzi ya Wahutu yaliondoa Watutsi madarakani na kuwalazimisha maelfu ya Watutsi kuelekea nchi jirani. Rwanda ikawa jamhuri huru chini ya serikali ya Kihutu ambayo sasa ilitumia fursa hiyo kulipiza kisasi kwa miaka ya kukandamizwa na Watutsi. Mvutano huu ulifikia kileleni mnamo Aprili 6 mwaka 1994 wakati ndege iliyokuwa imembeba Rais Juvenal Habyarimana ilipotunguliwa juu ya anga la Kigali. Tukio hili likawa cheche iliyowasha moto wa mauaji. Ndani ya saa chache, vizuizi vya barabarani viliwekwa. Wanamgambo wa Kihutu wakisaidiwa na raia waliohamasishwa na redio ya chuki iliyoitwa RTLM walianza kuwinda Watutsi na Wahutu wenye misimamo ya kati. Walitumia mapanga na silaha nyingine ndogo ndogo. Katika makanisa na shule ambako watu walikimbilia usalama, paligeuka kuwa machinjio. Ulimwengu, ukiwa Umoja wa Mataifa, ulitazama pembeni wakati damu ikitiririka huko Rwanda. Askari wa kulinda amani waliamriwa kuondoka, wakiacha raia wasio na hatia mikononi mwa wauaji. Mauaji haya yalisimama tu mnamo mwezi Julai wakati jeshi la RPF lilipochukua mamlaka, lakini nchi ilikuwa imebaki magofu. Hakukuwa na familia ambayo haikupoteza mtu. Zaidi ya watu 120,000 walikuwa gerezani wakisubiri hukumu, idadi ambayo mahakama za kawaida zingehitaji karne nzima kuimaliza. Hapo ndipo Rwanda ilipoamua kutazama zamani ili kuokoa mustakabali wake. Serikali ilianzisha mfumo wa kijadi Gakaki, ikimaanisha haki kwenye nyasi. Kila wiki, kila vijiji kote nchini, watu walikutana nje. Majaji wasio na taaluma ya kisheria lakini wenye heshima katika jamii waliongoza kesi hizo. Wahalifu walisimama mbele ya waathiriwa wao na kueleza ukweli wa kile walichokifanya. Mfumo huu haukuwa tu wa kutoa adhabu, bali ulikuwa wa kufichua ukweli na kurejesha undugu baina ya Warwanda. Kesi milioni 1.7 ziliamuliwa kufikia mwaka 2012. Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.